Yesu asifiwe. Haleluya. Tumesoma kitabu cha Luka sura 13 mstari wa 6 hadi wa 9. Hii historia mimi si wa kwanza kuweza kuisoma, au mahali hapa sitakuwa wa kwanza kufundisha na sitakuwa wa mwisho. Kuna watu wengi wameshawahi kupitia andiko hili na wakajaribu kutufundisha kama vile Roho Mtakatifu alivyoongoza. Amen. Amen. Neno letu la siku ya leo kupitia andiko hili, ningetaka tuweze kujifunza uvumilivu wa Mungu. Amen. Uvumilivu wa Mungu. Najua kuna mpendwa ambaye aliwahi kutufundisha mahali hapa na akasema ya kwamba nafasi nyingine, second chance. Hiyo ndio ilikuwa tena yake kwa siku hiyo. Lakini hii andiko tu moja ningetaka tuweze kujifunza kuhusu uvumilivu wa Mungu. Amen. Kabla tutaingia katika andiko ambalo tulilisoma, ningetaka tuweze kujua maana ya uvumilivu ni nini. Sababu mara nyingi ni neno ambalo tunatumia kuwa mvumilivu, vumilia, ni neno ambalo tumezoea kulitamka, kuliongea. Kwa ile definition ambayo unajua, unaweza ukaongeza pia na hii. Uvumilivu ni uwezo wa mtu kustahimili matatizo, maumivu, kuchelewa au changamoto bila kukata tamaa wala kulalamika kupita kiasi. Uvumilivu ni uwezo wa mtu kustahimili matatizo, maumivu, kuchelewa au changamoto bila kukata tamaa wala kulalamika kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukielewa neno uvumilivu, mara nyingi neno hili linatamkwa wakati kuna matatizo. Hakuna mtu ambaye ataambiwa vumilie katika raha. Amen. Mara nyingi tunaposema neno uvumilivu, hapo tunaona tayari kuna shida, kuna matatizo, kuna magumu, kuna changamoto. Hakuna mtu ambaye atakaa vizuri kama vile Zawadi alivyosema huko, japokuwa alikuwa katika mazingira magumu, alikuwa anakula kuku. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaishi katika mazingira ya kula kuku, asubuhi chai ya maziwa, watoto wananenepa, kila kitu kinaenda sawa, ndio mwambie avumilie. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika ndoa, wakati mtu anaanza pewa mashauri ya kuvumilia, ujui kuna kitu ambacho kinaendelea hakiko sawa. Mara nyingi uvumilivu, sio mara nyingi, tukisema uvumilivu kuna shida. Sasa tumesoma kitabu cha Luka 13:6 hadi 9. Kabla Yesu Kristo hajawapea mfano huo, kuna watu ambao walikuja kwake wakamwambia kuhusu watu ambao Pilato aliua na akachanganya damu yao pamoja na zabihu ambayo walikuwa wakitoa. Yesu akawajibu ya kwamba mnafikiri watu hao ambao waliuawa katika hali hiyo walikuwa wenye dhambi sana kuliko nyinyi? Nanyi pia msipotubu mtafanya nini? Mtaangamia. Amen. 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 Tena akawaambia kwamba mnafikiri watu ambao waliangukiwa na mnara huko Siloamu wakaweza kufariki, watu 18. Unafikiri watu hao walikufa, au watu ambao walikufa walikuwa na dhambi sana kuliko nyinyi? Wala mnafikiri hicho kimbunga ambacho kilipita jana huko, kama kuna watu ambao wangekufa siku hiyo, unafikiri wao watu walikuwa na dhambi sana kuliko wale ambao wangenusurika? Yesu akawaambia, na nyinyi pia msipotengeneza, na nyinyi pia mtafanya nini? Mtakufa. Amen. Ndio sasa akawapa mfano huu. Mara nyingi Yesu akitoa mfano anataka kukazia yale ambayo alikuwa anaongea. Sijui kama tuko pamoja hapo. Amen. Amen. Akawapa mfano ya kwamba kuna mtu alikuwa na shamba. Shamba la huyo mtu lilikuwa na mizabibu, lakini akaamua kupanda mti ambao unaitwa mtini. Mtini ni mti, sio tu Kiswahili cha Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. So mara nyingi hapa kuna watu wanachanganyikiwa. Mtini ni aina ya mti. Na tunda la mti unaitwa tini. Kwa sababu hapo kuna mtu alipanda mtini. Sasa unasikia ni kama vile amepanda jua nini? Amen. Amen. Huyo mwenye shamba
alikuwa na shamba la mizabibu, lakini akaamua katika hilo shamba kupanda mti ambao unaitwa nini? Mtini. Ukiangalia tu mazingira, tayari huo mti ulikuwa na neema. Bwana Yesu asifiwe. Katika shamba la mizabibu umepata nafasi na yeye pia kupandwa. Wakati ulipofika wa huyo mwenye shamba kwenda kutafuta tini kwa huo mti ambao unaitwa mtini, alikuta huo mti hauna nini? Hauna matunda. Na huyu mwenye shamba hakuenda wakati ambao haufai. Huo mti ulicomplain. Amen. Mwenye shamba alijua kwamba kwa majira kama na haya, huu mti unapaswa utoe nini? Lakini wakati alipofika akajaribu kuangalia kwa mtini, akakuta hakuna tini. Akaambia mtunza shamba. Mwenye shamba akaambia nani? Mtunza shamba. Kwa Kiswahili cha nyumbani au kwa Kifaransa tunamuita gérant. Akamwambia kwamba imekuwa mwaka wa 3. Kumbe sio mara ya kwanza. Imekuwa mwaka wa 3. Ninakuja kila mara kutizama huu mti, lakini mpaka sasa sioni tunda lolote. Miaka 3. Sio mwaka mmoja. Miaka 3. Akamwambia mtunza shamba, kwa nini huu mti uendelee kuishi? Huu mti haufai kufanya nini? Kuishi. Kwa sababu unaharibu ardhi bure. Lakini yule mtunza shamba akamwambia, tafadhali bwana wangu, mpatie tena mwingine mwaka mmoja. Nitajaribu kupalilia. Nitajaribu kuwekea mbolea. Labda mwaka ujao unaweza kutoa matunda. Na kama ukutoa, basi hapo tunaweza kuchukulia sasa hatua ya kukata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Wakati nilikuwa nikisoma ili andiko, nikajaribu kuchunguza huu mfano. Ukiangalia katika huu mfano kuna viwakilishi vitatu. Kuna mwenye shamba, kuna mtunza shamba na kuna mti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye shamba alikuwa ameshaamua mtu fanye nini? Mtunza shamba akaweza kuombea rehema apewe nafasi nyingine. Na pia kuna mti. Amen. Amen. Katika mfano huu kuna jambo moja ambalo nilichanganya hadi nikaamua kuuliza mchungaji. Amen. Amen. Mimi ni kama nasoma Biblia nikikwama naulizaga. Kama nasoma Biblia ikifika mahali sielewi nauliza. Nikamwambia mchungaji, katika mfano mwenye shamba naelewa. Mti naelewa. Huyu mtunza shamba anaweza kuwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa upande wangu nilichukulia mwenye shamba ni Mungu. Nikasema mti ni mwanadamu. Sasa shida ilikuwa ni mtunza shamba ambaye halimlilia Bwana mwenye shamba ampee yule mti nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mwenye shamba huyo ndio hapo kwenye nilichanganyikiwa. Kina shukuru Mungu mchungaji anisaidia na nikaelewa. Nanyi pia mtaelewa baadaye. Amen. Amen. Mtaelewa baadaye. Tunazungumzia kuhusu uvumilivu wa nani? Wa Mungu. Mti ulifanya miaka 3 hautoi matunda. Sio siku, sio miezi, miaka 3. Mti hautoi matunda. Lakini mwenye shamba alikuwa tu na uvumilia. Labda mwaka kesho utazaa. Mwaka unaisha. Labda mwaka kesho utazaa. Mwaka unaisha.
labda mwaka kesho utazaa, mwaka unaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa muda ambao tayari umekaa kanisani, ungekusha kuwa mwalimu wa wengine. Kwa muda ambao umekaa kanisani, hawezi kuanguka na dhambi kidogo kidogo hizo ambazo zinakuangusha. Kwa muda ambao tangu mpokee Kristo, kuna yale ambayo Mungu anakuangalia kwa mbali, na mpaka sasa bado anakuvumilia. Shida ni kwamba ule mti katika shamba ulichukulia hiyo kitu mazoea. Kumbe kuna mtu alimwombea rehema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimekuja kutambua ya kwamba kama kuna vitu ambavyo vinadhihirisha upendo wa Mungu kwa mwanadamu, ni uvumilivu wake. Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akatoa mwana wake wa pekee. Jambo la kwanza ambalo linadhihirisha upendo wa Mungu, alikubali kujitoa kwa ajili yetu. Lakini jambo la pili ambalo nimegundua ni uvumilivu. Mungu ni mvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu akisema tu akaze meno, aseme tu akaze meno, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na huu uvumilivu wa Mungu, kwa vile nilivyosoma haya maandiko na Roho Mtakatifu akanifundisha, uvumilivu wa Mungu unatokana kwa sababu ya mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza ni kwa sababu Mungu afurahi kifo cha mwenye dhambi. Kwa nini Mungu anavumilia? Jambo la kwanza, afurahi kifo cha mwenye dhambi. Kwa lugha nyingine, hataki mtu akufe katika maovu. Kwa nini watu wabaya wanaishi muda mwingi? Kwa nini wezi wanaishi muda mwingi? Wazinzi, watu wabaya, wanasiasa, watu ambao wanaua watu wengine, wachawi, kwa nini Mungu anawapea muda mwingi wa kuishi? Sababu ni kwamba Mungu afurahii kifo cha mwenye dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isingekuwa uvumilivu, sisi wengine tungekuwa hapa. Kwa yale ambayo tuliyofanya, Mungu angekaza meno, sisi wengine tungekuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa haraka wasomaji, tusomee Ezekieli 18:23. Ezekieli 18:23, utaruka 32. Na mwingine atasoma Luka 9:51-56. Nimesema Ezekieli 18:23, utaruka unasoma 32. Ezekieli 18. Amen. 18:23. Utaruka tena hadi 32. Utaruka 32. 23 inasema, je, mimi ninafurahia kifo cha mtu mwovu? Je, mimi ninafurahia kifo cha mtu mwovu? Asema Bwana Mwenyezi. Amen. Je, si mimi ninafurahi wanapogeuka kutoka katika njia zao mbaya na kuishi? 32 inasema hivi, kwa maana sifurahii kifo cha mtu awaye yote afaye katika uovu, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni basi mkaishi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. 51 hadi 56. Luka inasema, ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu, akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake. Wakaingia katika kijiji cha Samaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji
hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uwaangamize kama Eliya naye alivyofanya? Akawageukia akawakanya, akasema, hamjui ni roho namna gani mlio nayo? Kwa maana Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Amen. Danieli 18:23 Mungu anauliza, je, nina furaha ya kifo cha mwenye dhambi? Si mimi nayetaka waweze kutubu na wageuke. Bwana Yesu asifiwe. Katika Luka 51:9-51-56 Kristo alipanga mpango wa kuelekea wapi? Yerusalemu. Kwa sababu siku zake za kuishi hapa duniani tayari zilikuwa zinafikia ukomo. Sasa akataka apite njia ya Samaria. Wakati alipopanga kupita katika njia hiyo, akatanguliza wanafunzi wake. Wakati walipofika Samaria, watu wa Samaria walikataa. Kama atapitia nyingine njia, apitie Kalombe yeye apitie, lakini hapa Samaria tafanya nini? Hatutaki. Hicho kitu kilihuzunisha Yakobo na Yohana, wanafunzi wa Yesu. Wakamwambia Kristo, hawa watu kwa ile ambalo wamefanya, situagize tu moto tu na tuwachome. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Kristo aliwaangalia na kuwakemea. Ni kwa sababu ya watu kama na hao nimefanya nini? Nimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu kama na hao ndio wamenifanya mimi nivae mwili. Sasa nyinyi mnataka mtume moto ufanye nini? Uangamize. Mungu hajawahi kufurahia kifo cha mwenye dhambi. Kila wakati mwenye dhambi anapofariki, mbingu zinalia, kuzimu inafurahi. Lakini mwenye dhambi akitubu, mbingu zinafurahi, kuzimu inafanya nini? Inalia. Jambo la pili ambalo nimeona linatokana na uvumilivu wa Mungu ni kwa sababu anataka kila mtu afikirie toba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama leo bado unatembea katika maisha ya ovyo, unafika hapo unafanya huduma, unafanya mambo yako huko, unakuja hapo unafanya huduma, wewe si mjanja, ujue kwamba bado Mungu anafanya nini? Anakuvumilia. Anataka siku moja uweze kumjua. Si kwamba hakuoni, wala si kwamba hana mamlaka kukuangamiza. Kwa wale wasomaji wazuri wa Biblia wanajua historia ya Kora. Biblia inasema ya kwamba Kora alijaribu kujinua kumpiga Musa. Musa akaamka asubuhi akamwambia hivi, wale ambao wako upande wangu wasogee huko, na wale ambao wako upande wa Kora wakae huko. Biblia inasema ya kwamba udongo ulipasuka katikati na watu wakamezwa. Na historia ikaishia hapo. Utaweza kuweka msiba? Utaanzia wapi? Na historia ya Kora ikaishia hapo. Si kwamba Mungu hana mamlaka ya kukuangamiza. Si kwamba Mungu haoni kile ambacho unachofanya. Si kwamba Mungu hajui njia zako. Mungu anakujua vizuri. Anachotaka ni kwamba kila mtu aweze kufikiria toba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unachambana huko, unalala unalamuka. Unafanya uzinzi huko, unakuja hapa unaimba, watu wanafurahi. Unatembea usiku, unasumbua watu usiku, unakuja hapa unaimba, watu wanafurahi. Usifikiria kwamba ni mjanja. Mwenye uhai anakupea nafasi. Kuna ndugu yangu ambaye tunafanya kazi hapo anasema sisi ni kama vile mashamba ya yeye. Unatoa shamba ya yeye. Shamba ya ile ndani ya pine ile. Basi Mungu akifungua tu pepeto tu. Inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa haraka tusomee Petro wa 2:3-9 na Timotheo wa kwanza 2:3-4. Tuendelee. Petro wa 2:3-9. 2:3-9 tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama watu wengine wanavyodhani kukawia. Yeye anawavumilia. Maana hataki mtu yeyote aangamie, bali kila mmoja afikirie toba. Amen. Timotheo wa kwanza 2:3-4 inasema, hili ni zuri, nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi,
ambaye hutaka watu wote waokolewe. Amen. Na kupata kujua yaliyo kweli. 5. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, wanadamu Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mapenzi ya Mungu kwetu. Hayo ndio mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu. Uvumilivu wa Mungu si ujinga, kwa sababu alisema ya kwamba atarudi. Sasa kuna watu ambao wanaweza kusema tangu haja atarudi mpaka sasa mababu na mababu wamefanya nini? Wametoweka. Lakini Petro akajaribu kuwakumbusha kwamba msifikiria kwamba Mungu anakawia kwa bure, anawavumilia nini, kwa sababu anataka kila mmoja afikirie nini? Mungu anapokupea dakika moja ni kwa ajili ya kujaribu kutengeneza maisha yako. Mungu akikupea siku, hiyo siku tafadhali kaa chini. Kwa nini Mungu amenipea siku hii? Ni kwa sababu kila mmoja hawezi kumjua. Uvumilivu wa Mungu ni kwa sababu kila mmoja hawezi kumjua. Si kwamba Mungu ana uwezo juu yetu. Akisema tufariki hapa ni kitu kidogo. Kwa wale ambao walikuwa jana huko kwenye mkutano, kama vile Kondi wa Tumaini anavyoshuhudia, asema roho ilikuwa imeshatoweka na yuko mzima. Bwana Yesu asifiwe. Alianza kuona moto wa baba mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mungu akisema aangamize dunia ni kitu kidogo, akisa wewe mwanadamu. Kwa hiyo usijione mjanja. Unapofanya dhambi, unakuja hapa, unafanya huduma, unakuja hapa, unachezea vyombo, unatoa ushuhuda, unahubiri, unasimamia, unaitwa mtumishi, na njia zako ni za ovyo. Mungu si kwamba hakujui. Mungu anakujua vizuri. Ni kama ule mti. Kuna watu wengine wanaanza kuishi kwa mwaka wao wa ziada. Hiyo miaka mitatu imeshaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anataka kila mmoja wetu aweze kumjua, aweze kufikiria toba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tukiangalia uvumilivu huu ndani ya kanisa, huu uvumilivu umezaa makundi mawili. Huu uvumilivu ndani ya kanisa umezaa makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale ambao wanatambua huu uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Nasema katika kanisa uvumilivu wa Mungu umezaa makundi mawili ya watu. Kundi la kwanza ni wale ambao wanatambua uvumilivu wa Mungu katika maisha yao. Ni wale watu ambao wakikaa chini, wakitafakari maisha yao ya zamani, wakiangalia yale ambayo waliopitia, yale ambayo waliyofanya, leo pia wanaitwa watumishi. Leo pia na wao wanaanza kuimba, leo pia na wao wanaitwa wana wa Mungu. Wakitambua uvumilivu huo, ndani yao kunazaliwa hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni watu ambao wana ushuhuda na Yesu Kristo katika maisha yao. Ni watu ambao wanasema ya kwamba Mungu amenitoa mbali. Na watu kama na hawa ndani ya kanisa wana hofu ya Mungu ndani yao. Amen. 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 Hakuna Ukristo bila historia. Ili jambo lilishawahi kusema tena nalirudia. Hakuna aliyezaliwa ni Mkristo. Kila Mkristo ni lazima awe na ushuhuda na kwamba jana nilikuwa hivi na leo niko hivi. Watu ambao wanatambua uvumilivu wa Mungu katika maisha yao, kuna jambo ambalo linazaliwa ndani yao, ni hofu ya Mungu. Kama kweli Mungu alinivumilia katika haya, hofu ya Mungu inaingia. Hataki tena kurudi katika maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Na hofu ya Mungu inazaa maisha matakatifu. Hofu ya Mungu inapeleka mtu kuishi maisha ya uaminifu. Ndio. Mtu mwenye haogopi Mungu, kufanya dhambi ni rahisi.
hofu ya Mungu ndani yake, kufanya dhambi ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu ambao wanajua uvumilivu wa Mungu katika maisha yao, wakijaribu kuangalia katika maisha yao ya zamani, jinsi walivyocheza na dhambi, jinsi walivyocheza na dunia, jinsi walivyocheza na anasi, wamepata neema ya kutubu dhambi na kubadilika. Hawafanyi mizaa na Mungu. Hawafanyi mizaa na Mungu. Hofu ya Mungu inakaa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu alikuwa na chance, alikuwa na bahati nzuri. Kupitia mke wa Potifa, Yusufu angeliweza kutajirika. Kwa sababu kipindi hicho Potifa hakuwa mtu wa kawaida. Lakini alisema ya kwamba nitawezaje kufanya jambo ili nimkosee Mungu wangu. Walikuwa wawili tu. Wangefanya wangemaliza. Na angetoka navaa nguo na hakuna mtu angejua. Hakuna mtu angejua. Lakini alijua kwamba huyu Mungu ambaye namtumikia mahali pote yupo. Hata kama watu walioni, yeye anafanya nini? Anaona. Na kwa sababu ya hiyo siwezi kumkosea Mungu wangu. Na akaamua kutoroka. Mtu ambaye ana hofu ya Mungu ndani yake, si rahisi mtu huyo kufanya dhambi, kwa sababu haogopi mwanadamu. Anaishi maisha matakatifu, maisha kujitenga na dhambi. Amen. 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 Waebrania 12:14 ni andiko ambalo tunalijua sote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, kwa sababu pasipo huo hakuna mwenye anaweza kumwona Mungu. Utakatifu ni kuishi maisha ya kujitenga na dhambi. Amen. Angalia katika maisha yako, ni dhambi gani na kusumbua? Mlie Mungu, nimechoka na maisha haya. Hofu ya Mungu inapeleka mtu kuishi maisha ya uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Neno uaminifu inamaanisha kutokusaliti. Neno uaminifu inamaanisha kutokusaliti au kushika maagizo. Huo ndio uaminifu. Sasa mtu ambaye iko na hofu ya Mungu ndani yake hayuko tayari kumsaliti Mungu kwa sababu ya vitu vya dunia hii. Na ndio maana mtu ambaye yuko na hofu ya Mungu ndani yake, kila mahali popote anapokwenda yeye ni Mkristo. Akiwa kambi ni Mkristo, akiwa London ni Mkristo, akiwa Nairobi ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Sio Mkristo toka kuma. Ukitoka hapo ukifika Nairobi unakuwa mtu mwingine. Mtu ambaye iko na hofu ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Hata kumwachia pesa zako uko na amani. Lakini kuna wengine ukimwachia asubuhi unasema ukienda saa 10 utazikuta kabisa. Kwa sababu haaminiki. Na mtu ambaye hana hofu ya Mungu ni vigumu kuogopa mwanadamu. Ndio wale watakwambia nimekula pesa zako, unifanye vinafanya nini? Unajua. Hao watu wapo. Mtu ambaye hana hofu ya Mungu ndani yake hawezi kuogopa mwanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili 5:9 tusome hapo tuangalie neno la uaminifu. Wakorintho wa pili 5:9 nasema, kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa tutajitahidi kumpendeza yeye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema 5 mstari wa 9. Paulo anasema kwa hiyo kama tuko katika mwili huu au tuko mbali nao, lengo letu ni kumpendeza Bwana. Tukiwa hapa Kakuma, tukiwa kanisani, tukiwa nyumbani, tukiwa mahali popote, lengo letu sisi ni kumpendeza nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Hatuishi kwa sababu ya kuogopa mwanadamu au kupendeza mwanadamu. Tunamwangalia yeye ambaye aliyetuita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatufanye dhambi kwa sababu ya kuogopa wanadamu. Tunamwogopa Mungu. Tunamwogopa Mungu.
Sunday ya mwisho ya mwaka uliopita, mchungaji alihubiri kuhusu siri ya maisha. Mpaka sasa bado natafakari hiyo somo. Siri ya maisha. Mkristo ni maisha yake ya siri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkristo wa kweli ni vile alivyo peke yake, sio jinsi alivyo na watu. Mara nyingi hapa tunaigiza, mara nyingi mbele za watu tunaigiza. Wengine heshima hapa ni ya kuigiza. Wengine heshima zao zinatokea kwa sababu hana pesa. Sasa atafanya aje? Lazima akuite gram. Jumpe kidogo. Amen. Wengine tunaigiza, lakini anayejua sisi vizuri ni Mungu. Na pia wewe unajijua vizuri. Kuna wengine wakiwa peke yao wasema mimi siko Mkristo bwana. Hivi vitu hii ni ngozi tu navaa ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao watu wapo, akirudi nyumbani akiwa peke yake, lakini mkiwa pamoja hivi ni Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kasauti kanabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo akasema ya kwamba tukiwa katika mwili huu au tukiwa mbali na mwili huu, sisi lengo letu ni kumpendeza nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Kundi la kwanza nimesema ni wale ambao wanatambua uvumilivu wa Mungu katika maisha yao, wakisema ya kwamba hivi nilivyo leo ni kwa neema ya Mungu. Mimi ningekuwa nimeshatoweka zamani. Dhambi ambazo mimi nimezifanya wengine wamekufa nazo. Yale ambayo niliyoyafanya wengine leo wako makaburini, lakini Mungu amenivumilia na kunipea nafasi ili niweze kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili ya hiyo siko tayari kuweza kumsaliti. Tunatembea na hiyo siku zote. Kwenye Mungu amenitoa ni mbali. Dhambi ambazo nilizifanya wengine wamekufa. Nilikuwa mzinzi, wazinzi wametoweka. Nilikuwa mlevi, walevi wanafariki kila siku. Nilikuwa mwisharati wanakufa kila siku. Nilikuwa mchawi, wachawi wanakufa kila siku. Mimi ni nani hata nipate neema ya kumjua Yesu? Na kwa ajili ya hiyo sitomwacha. Na siko tayari kumwacha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kundi la pili ni watu ambao hawatambui. Acha niwaambie kile ambacho kilipitika jana. Kuna wale pale tu walianza kuomba ni maombi ya woga. Kuna wale pale walianza kuomba, unajua mtu akikuwa karibu na kifo. Kuna mtu mmoja alituchekesha wakati tulikuwa hapo, siku moja tulikuwa mahali fulani kwa sababu mambo ya kuomba, mambo ya kuomba. Tulikuwa na wengine hapo aina tofauti. Huyo kijana akasema, akamwambia mzee Malikia. Akamwambia hiyo Malikia mkaramusi yenu inakuwa ni mchikavu. Chukua katikati ya bahari. Sisi sote inakuwa ni Yesu. Boti kitikisika tu na Malikia na Muislamu na nani, sisi sote Yesu. Mkaramusi yenu tu ni mchikavu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati niliposikia hiyo, kweli tulicheka tukafurahi. Lakini ukiangalia ni kweli. Mara nyingi mwanadamu anapopatwa na shida, ni rahisi sana kumkumbuka Mungu. Usifikirie kwamba kila mtu pale alikuwa anaomba maombi ya kumwomba Mungu. Wengine ni woga tu. Mwanadamu ni mtu wa ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hapo hivyo, kutoka tu kidogo tu na wakaanza mambo yao. Sio kila mtu ambaye atafakari makuu ya Mungu pale. Hakuna, usifikie ati kila mtu hapo leo alishuhudia. Kuna wengine asubuhi mapema kaponga. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao hawatambui uvumilivu wa Mungu katika maisha yao. Labda wengine jana pale wangefariki, Mungu amewapea nafasi. Wengine jana wangekufa katika dhambi pale. Si kwamba tulikuwa kwenye mkutano wa Injili na kati ya waimbaji, kati ya wachungaji, mlikuwa na wachawi, watu dhambi, washarati walikuwa pale. Lakini Mungu aliwapea nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu ambao hawatambui hilo. Na watu ambao hawatambui uvumilivu wa Mungu katika maisha yao. Ni kitu gani kinazaliwa katika mioyo yao? Ni mazoea. Mazoea. Nitaamka tena. Nitalala tena. Nitaenda kufanya, nitafanya huduma tena. Nitasharatika, nitafanya huduma tena.
Si hakuna mtu anajua, hakuna mtu ananiona, hakuna mtu ashakufa hapa, hakuna mtu mwenye kaanguka hapa. So wamechukulia ni nini? Ni mazoea. Lakini hawajui kwamba ni uvumilivu wa Mungu. Kuna watu ambao mara ya kwanza kupewa nafasi ya kuhubiri hapa, wengine wanafanya vifungo. Siku ya kwanza mkute na Biblia hii ziko hapo. Akihubiri mara 2, mara 3, mara 4, mara 6, anachukua ni nini? Ni mazoea. Au maji tena. Anakuwa master wa Biblia. Ni mazoea. Mazoea imepeleka kanisa mahali pengine. Mazoea yamechafua kanisa. Kwa sababu kuna watu ambao wanasema ya kwamba yule Mungu wa zamani haiko tena. Yule Mungu ambaye alikuwa anafanya mtu akifanya vitu vyake huko vibaya, akikuta hapa anaanguka, hayuko tena. Tumekuwa wakati wa neema. Mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Mazoea. Mazoea yameharibu kanisa. Tunachukulia kila kitu ni kawaida. Tunachukulia kufanya huduma ni kawaida. Mtu anapangwa msimamizi kwa sababu anajua kuchunga Kiswahili, anafikiri atasimama hapa tu, atasimamia. Usimamizi sio wenzi. Bwana Yesu asifiwe. Hana hata muda kuombea huduma yake kwa sababu si msimamizi. Nipatie program. Bana gani? Ni hivi tu. Kwa sababu gani? Mazoea. Mtu akipewa huduma ya kuhubiri kwa sababu anajua kuhubiri, anajua kufundisha, ameshakuwa Biblia kwa kichwa, hana muda wa kujipanga, hana muda wa kujiandaa kiroho kama vile kimwili, hana muda. Kwa sababu gani? Iko na uwezo wa kuhubiri kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 6. Mazoea. Waimbaji, mazoea. Tuko na mkutano, muda kusema ya kwamba mtumaji, wapigaji, tukae chini tumuombe Mungu atusaidie. Mazoea. Ni kusimama tu. Voko ya kwanza, chukua voko ya pili. Mazoea. Sasa tunajiuliza kwa nini huduma zinapungua nguvu kila siku? Zamani mchungaji ananiambia zamani watu walikuwa wanaimba nyimbo tu za kawaida tu. Watu wanalia. Ile mbatui ngoma tu ya ngozi ikapigwa watu wanalia. Lakini leo hakuna. Wenyewe tu wanacheza tu ile mbenyo wanapewa mikono kwa hivi. Mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mazoea inaleta vitu viwili ndani ya kanisa. Jambo la kwanza, watu wanadumu katika dhambi. Watu wanadumu katika dhambi. Kama umeshajua konditeri ni mzinzi na kila siku anapita hapa anafanya huduma, mwingine mwenye ataona hiyo hali ataogopa. Kama unajua tabia zangu mimi ni shaki, tabia zangu ni mbaya, na kila siku napita hapa hakuna kitu kisha nifikia, sijawahi kuzimia, sijawahi kuanguka, unafikiri huyo mtu ataogopa Mungu? Mazoea. Kuna wengine wanaambia petini huduma hii, kuja tu. Bila mimi nakunywa pombe, sitaki kuja. Mbona fulani anapigaka? Hata mimi napiga kesho sana. Napigaka kidogo ili tufanye huduma. Nini? Mazoea. Mazoea imefanya watu wadumu katika dhambi. Kwa sababu gani? Anaona wengine wenye dhambi wanafanya huduma, hakuna kitu kinawafikia. Mazoea. Waebrania 10:26-27. Kumi 26-27. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Amen. Bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Amen. Mtu akifanya jambo kwa makusudi, anafanya kitu ambacho anajua. Si kwamba ajui, anajua. Pia anajua madhara hicho kitu, lakini anafanya. Hiyo ndio makusudi.
Na ndio walio wengi tunafanya katika kanisa. Tukiendelea kutenda dhambi kwa makusudi, tukiendelea kudumu katika dhambi, nasema kwamba hakuna tena dhabihu iliyobaki kwa ajili yetu. Ni kama vile tunamrudisha Yesu msalabani mara ngapi? Mara pili. Mazoea yanafanya watu wadumu katika dhambi. Mazoea. Tafadhali tuondoke katika mazoea. Huyo Mungu ambaye tunamtumikia anaitwa Mungu mwenye wivu. Huyu Mungu ambaye kila siku tunamuita mahali hapa sio babu yetu wa kucheza naye. Tuache mazoea. Tuache mazoea. Mungu si mtu wa kucheza naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kudumu katika dhambi. Wachungaji wanahubiri, walimu wanafundisha. Lakini kwa sababu ya mazoea, watu hawako tayari kuacha dhambi. Mara nyingi wanadamu wanaogopa sana vitu vya kuona. Bwana Yesu asifiwe. Siku mtu mmoja ataanguka hapa, aanguke hapa, na aseme ya kwamba jana nilikuwa hivi, jana nilipitia hapa, aanguke hapa na azimie. Ujumbe karibu kuimba, kuna wengine watapita. Tumaini karibu kuimba, kuna wengine walimu samahani, voko haiko sawa. Kuna wengine wataogopa kupita hapa. Wanaogopa kifo cha mwili sana. Lakini kifo cha roho ni kawaida. Kwa sababu mtu akifa kiroho ajui kwamba tayari ameshakufa. Kuna wengine hawajui kwa sababu kila kitu kinaendelea kama kawaida. Lakini sana tunaogopa kifo cha mwili. Na Mungu hataki tuogope kifo cha mwili. Anataka tuweze kuogopa kifo cha roho. Kwa sababu alisema kwamba msiogope wale ambao wana uwezo wa kufanya nini? Wa kuua mwili. Lakini hawana nyingine ziada. Lakini mwogopeni yeye ambaye ana mamlaka ya kuangamiza mwili na roho katika moto usiozimika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Mazoea, jambo la pili ambalo mazoea inazaa ndani ya kanisa, inaondoa roho ya toba. Mazoea inaondoa roho ya toba ndani ya kanisa. Hakuna kutubu tena. Zamani tulikuwa tunaona watu mchungaji ni kama vile sijui niseme nini. Watu wakuna katika kila wakati kwa mchungaji watu hapo. Wakuja na shida, wakuja kutengeneza. Lakini leo roho ya toba imetoweka. Ni kwa sababu gani? Ya mazoea. Tunachukulia Mungu kama vile babu yetu. Roho ya toba imetoweka. Watu wako tayari kutubu dhambi zao. Wengine wanatoa maandiko kwa ajili ya kufunika dhambi zao. Wengine wanafika hatua ya kujitetea. Ati mimi wananionea. Mimi wananionea. Mbona fulani anafanyaga? Hajakamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja ambaye alikamatwa. Unajua ukikamatwa lazima utachukuliwa hatua. Kama mwingine anafanyaga, hakuna shida, kila mtu na wakati. Mtu ana hali ya kutubu, au kujutia. Iko na jitetea. Mbona fulani kwa hivi? Mbona si ndio wakuonewa tu. Yaani huyo mtu hata yale ambayo anayafanya hajutii. Ndio maana mimi kwa upande wangu, jinsi mimi ninavyoelewa, hakuna mtu waga anapinga mtu mwingine. Mchungaji akisema hapa fulani asimame kwanza. Haja kutenga, ni wewe peke yako uliweza kujitenga kitambo. Ni wewe ndio yaani siku uliamua tu kuishi maisha ya dhambi. Tayari peke yako uliamua kufanya nini? Kujitenga. Roho ya toba imetoweka makanisani. Dhambi imekuwa kawaida kwa sababu ya mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya mazoea. Tumalizie na andiko ya mwisho Luka 17:26-27. 26:27 inasema na kama ilivyokuwa siku za Nuhu,
ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Ndivyo itakavyokuwa siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa. Walikuwa wakila na kunywa kama kawaida. Walikuwa wakioa na kuolewa. Walikuwa wakioa na kuolewa kama kawaida. Hata siku ile Nuhu alipoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza. Amen. Amen. Kwa wale ambao wanasoma Biblia vizuri, mtatambua kwamba safina haikuchekwa kwa mwaka mmoja. Wakati Nuhu alipoanza kazi ya safina alikuwa na miaka 500. Wakati gharika ilipoisha alikuwa na miaka 600. Ukiangalia hapo, safina ilijengwa karibuni miaka 80. Sasa unafikiria kwamba Mungu hapo na uwezo wa kujenga safina kwa muda wa mwaka mmoja? Alikuwa na uwezo wa kumaliza safina muda wa mwaka mmoja na amalize. Lakini kwa yote miaka ni kwa sababu gani? Alijaribu kuangalia labda watu wanaweza kubadilika. Lakini kwa sababu ya mazoea, roho ya toba ilitoweka. Watu walikuwa wakioa na kuolewa, watu walikuwa wakifungua duka, wakifanya biashara. Wakafikiria kwamba kila siku itakuwa hivyo. Na ndio maana Ibrahimu aliuliza Mungu, ukikuta Sodoma watu 10 ambao ni wenye haki, utaangamiza kabisa Sodoma? Aseme hapana. Alianza kwa msingi hadi kufika watu 5. Bwana Yesu asifiwe. Mazoea yanaondoa roho ya toba. Mazoea yanaondoa roho ya toba. Nataka nimalizie na kusema ya kwamba nimesema mwenye shamba ni Mungu. Mti ni wewe na mimi. Lakini kwa wakati huo Yesu alikuwa akizungumzia Wayahudi. Lakini ile andiko tukiangalia aliongelea tu Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Huo mti ni mimi na wewe. Sasa huyu mtunza shamba, kwa vile mchungaji alivyonifasiria, huyu mtunza shamba ni Kristo. Huyu mtunza shamba ni kazi ya Kristo msalabani, ambayo kila wakati natuombea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anataka kukuangamiza, Kristo anamwambia angalia msalaba, mpe nafasi. Pia Roho Mtakatifu anatuombea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tujue ya kwamba kila siku ambayo tunapewa ni Mungu anatupatia neema ya kutengeneza maisha. Na ndio maana sisi kama vile wa Kristo, haya maombi ya kuangamiza adui ilishakamalizika. Maombi ya kuangamiza adui ilishakamalizika. Ni watu wa kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu akiingia katika maombi ya vita, anasema wachawi wote wa familia na ua. Utaua mzazi wako bila kujua. Utaua mama yako bila kujua. Utaua baba bila kujua. Utaua kaka yako bila kujua. Kama mwenye huyo mchawi, mwenye ndugu yako, Mungu mwenyewe afurahi kifo cha huyo mtu, kwa nini umwombee kifo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu fungua ndugu yangu anasumbuliwa na pombe, lakini mchawi huwa. Sisi ni watu wa kuombea wenye dhambi, wakutana na neema nani? Ya Kristo. Kumbuka hata nao pia ulikuwa mwenye dhambi. Mungu alikuwa. Unajua Mungu alikuwa tayari sikia maombi ya watakatifu. Kila maombi misiba humu ingekuwa ni hatari. Kwa sababu vile wa Kristo na wao wachawi wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shida sio mchawi. Mtu ana shida. Shida ni ile roho ambayo iko ndani yake. Na ndio maana Paulo akasema kwamba kushindana kwetu sisi si kwa damu na nyama. Atupigane vita vya kimwili. Kwa hiyo tusimame kuombea wenye dhambi. Wamjue Yesu Kristo. Na Mungu atubariki. Amen.